Hivi unajua kwa nini golikipa akirudishiwa mpira hawezi kudaka? Bila shaka utanijibu kwamba ni sheria, na sheria hii ililetwa kutokana na kisa ambacho kilisababishwa na timu ya taifa ya Denmark. Hebu fikiria upo kwenye fainali za Euro mwaka 1992, watu wamekaa wanasubiri burudani, lakini wanachokiona ni mchezo wa pasi nikupe na ishia na tembea na rudisha. Denmark waliamua kucheza soka kwa namna ambayo ilikuwa ni ya kuchokoza mifumo. Wakati wengine wakikimbizana uwanjani, vijana Denmark walikuwa na njia moja tu: tunaongoza, mpira ukipewa unampa golikipa na apige pasi ya mguu kisha anaudaka tena. Yaani Peter Schmeichel alikaa golini kama mtu ambaye anasubiri daladala. Beki anampa pasi ya mguu, yeye anachukua, anakaa nao, anautazama, anajipapasa, anajisogeza mpaka muda unakwenda. Wapinzani walikuwa wanahangaika kutafuta mpira kama watu wanaotafuta funguo zilizopotea, huku Denmark wakicheka chini chini. Ilifika mahali unahisi kama unatazama mchezo wa maigizo. Mashabiki walikuwa wamejawa na msikitiko, yani wanataka kushangilia goli, wanaishia tu kuangalia dakadaka za Schmeichel na mabeki wake. FIFA walikaa wakaangalia ile sinema ya Denmark, wakasema hapana, huku ni kutufanyia dharau. Ndipo ile sheria ya back pass ilipozaliwa. Kuanzia hapo, kipa ukipigiwa mpira ni marufuku kushika mpira uliopigwa na mchezaji mwenzie. Denmark hawakuishia tu kutoa ubingwa, walifundisha kitu kimoja muhimu sana katika maisha. Yaani, kama mfumo una mwanya, wajanja watautumia mpaka wakupe shida. Soka ingekuwa inachezwa hivi mpaka leo, nadhani tungekuwa tunalala uwanjani kabla ya mechi kuisha. Mimi ni Paul Kanuti, kijana wa Storika.